ushauri wangu mimi, I wish ingekuwa ni a complete film kabisa, yani ile ya 1 hour au 2 hours. Wow. Kwa sababu ina ujumbe mzito ambao hautakiwi kufinywa. Hiyo light ya nini hiyo? What's that light? Mbona ni mingi? Sasa ukizisogelea zinatakiwa zikae mbele yako, sio nyuma yako. Like wewe ukae mbele ya light. Wazungu hapo, wazungu. Sawa. Okay, sasa you can just play. Yeah. Nafikiri ndio hapa naangalia. Sawa. Ile siku yenye ukame na ukiwa juu ya nchi. Wow. Umeionaje kwa upande wako? It's a nice one. Hongera. Asante sana. Ni nzuri, very unique. Inakushawishi uangalie zaidi ya mara moja ili uweze kuelewa the concept. Na ni kitu ambacho ukikaa kwa kitafakari unaweza kusema ndo tunakoelekea kutokana na the way tunavyoishi sasa hivi. Okay. Maybe kwa sababu vitu bado viko normal, watu hawawezi ku take it serious, lakini tusipobadilisha mfumo wa maisha tunaelekea huko kwenye hiyo siku. Wow. Yeah. So it's a nice one. The story is good. Lakini ushauri wangu mimi, I wish ingekuwa ni a complete film kabisa, yani ile ya 1 hour au 2 hours. Wow. Kwa sababu ina ujumbe mzito ambao hautakiwi kufinywa. Yani hapo umejaribu ku minimize kuwa mdogo, lakini yani I wish ungekuwa kwenye story ambayo imekuwa exposed, yani imetanuliwa zaidi. Okay. Wow. Yeah. Maybe inaweza tukachukulia hiyo kama sehemu ya kufikiria. Mimi ndo maoni yangu. Yeah. Thank you actually. Labda tutafikiria kufanya iwe filamu kubwa kabisa, tuifanye iweze kueleweka zaidi. Na namna ya uwasilishaji umeionaje binafsi? Ni nzuri kwa sababu it's like unasikiliza storytelling. Alafu unapoona na hizo picha zinakufanya ufikirie zaidi. Ndio maana yani mimi sijui, labda kwa sababu mimi ni mwandishi, imenipeleka mbali nianze kuwaza, yani mpaka nikaanza kuziona na mimi sio cameraman, lakini nimeanza kuziona na shots, nikaanza kuona locations, nikaanza kuona the way people wana struggle kutafuta chakula mpaka wanakufa njaa. Yani nimeona vitu vingi kwenye story. Ndo mimi nisemaje, niko expert kwenye hicho. Mimi sijui kuhusu kamera, sijui kuhusu rangi, picha ikoje na nini, lakini mimi nimeishi kwenye hiyo concept. Na the way ilivyowasilishwa, na hata anayeelezea yani yuko deep sad kwamba jamani, yani disaster tusipokuwa makini ni kweli inakuja. Kwa hiyo the way the story inasemwa, yani ni nzuri, ni moto. Okay, so thank you for that. Yani ina uwezo wa kumshawishi mtu akasema okay, this yani hii ni kubwa. Tunaifanya vipi kwa ukubwa wake? Okay. I think naweza kutoka kwako nikapata way forward kuhusu namna gani tunaweza tukaifanya kwa ukubwa wake. Where do you think this film could be played so much? Unataka hiyo filamu ionyeshwe zaidi wapi wewe unapofikiri? Sana kwenye the right people, hasa wale wanao make decisions, kama wale wanaozungumzia kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Yani ndo naweza nikasema ndo the best thing wanatakiwa waione, ili wajue wanapokuwa wana discuss hayo mambo ya tabia ya nchi, wajue tulipo na tunakoelekea.
Kwa hiyo kwa right people itaonekana ni kitu kikubwa na kitawapa vingi vya kufikiria, lakini ikionekana kwa watu ambao wataangalia kama story tu, kama pressure, sidhani kama wataelewa the concepts. Wataangalia tu kama story ambayo inasikitisha kama stories zingine, lakini ikiwafikia wale decision makers wataongeza userious hasa kwenye hizo issue zao za mambo ya tabia ya nchi. Oh. How big is this film from your side? Very big. Yani nazungumzia international awards. Kwa sababu kama wanasemaga tuzo kubwa zinaangalia concept ambazo ni zina ukweli ndani yake. Hii ina ukweli. Yani tusipobadilisha mfumo wa maisha huko ndo tunakoelekea. Kwa hiyo it's like zile story ambazo wanafanyaga wenzetu, unakuta wametafsiri labda ikitokea mlipuko ugonjwa fulani itakuwaje. Na hii ni kama vile the same thing. Oh, thank you. Kwa nini ulifikiria hichi? Yani kwa nini ulifikiria hiyo? Hii idea. Yani kitu gani kilikupush mpaka ukafikiria hiyo idea? Hii idea nilipata nilipopanda mlima Kilimanjaro mwaka 2024. Nikaona ile glacier imepungua sana, na nikawa naangalia jinsi gani wale porters wanateseka kutafuta maji, wakati wanakuambia hapa kulikuwa na maji. Unakuta mtu anaenda camp 2 nyuma, ukifikiria camp moja mpaka camp moja mmetumia muda gani kupanda na ni ngumu kiasi gani, alafu porter anatakiwa aende ile camp kuliotoka, alafu waende na nyuma yake tena ndio akachukue maji mje mpikiwe mle. Nikasema hii ni tough. So nikasema I think I should do something. Nikasema labda nifanye kitu ambacho nahisi kinaweza kika express hii kitu, lakini sikupata njia sahihi. Nilikuwa nafikiria kutengeneza story ya kawaida, nikajaribu kushare na watu ambao ninaweza kushare nao, mpaka nilipokutana na Victor Gatonye kwenye ile festival. Alafu baadaye nikashare naye, tukapata nafasi nikashare naye, akashare idea. Sasa aliposhare idea nikasema okay fine, say no more, ngoja mimi nifikirie. So nikaanza kugenerate taratibu mpaka ilipokuja nikasema ngoja nitengeneze. So ndio tukafanya. So idea ilianzia Kilimanjaro, lakini imekuwa shaped kutokana na mazingira pia hapo mbele. Okay. It's a nice one, lakini yani ongera, umefikiria out the box. Wow, thank you. Sikufikiria kama ingekuwa inagusa watu, hasa watu ambao wako kwenye industry muda mrefu. Nafikiri wangekuwa na mengi ya kusema, kuniambia rekebisha hapa. Thank you so much for your time. Asante kwa kuibia muda. Have a great time. Una glow tu na hiyo time imekuglowisha zaidi. You are welcome my friend, anytime.